Mwanamke ni chuma, 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 ana moyo wa chuma. Ukitaka kuamini, mwanamke ni chuma, kwa uchungu anazaa, na kwa jasho anakula, na mavumbi anakula, na mavumbi ni pemba. Mwanamke ni chuma, mwanamke ni chuma. Hey, mwanamke ni chuma. Adhabu zote ambazo Mungu alimpa mnyama na mwanaume na mwanamke amebeba zote. Mungu akamwambia Adamu, kwa kuwa umekubali kula tunda nililokuzuia, kuanzia leo kwa jasho utakula. Akamwambia mwanamke, kwa kuwa umekubali kudanganywa na nyoka, ukakubali kula tunda, nitauzidisha uchungu na kwa uchungu utazaa watoto. Akamwambia nyoka, kwa sababu umekubali kuwadanganya wanadamu wakala tunda nililowazuia wasile, kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula, na hayo mavumbi ni pemba wanawake mnakula. Kwa hiyo umebeba adhabu zote tatu, ya mwanaume na ya kwako na ya nyoka. Ni kweli mwanamke ni chuma, lakini nataka niseme na vijana mnaotegemea kulelewa na wanawake, vijana mnaotegemea kulelewa na single mama, vijana jitafakarini. Hakuna mwanaume mwenye raha ambaye anahudumiwa na mwanamke. Hakuna mwanaume mwenye anayepata heshima anayehudumiwa na mwanamke. Mwanamke ni kiungo cha ajabu sana kikishamiliki pesa. Huwezi kukiongoza, huwezi kukitawala. Biblia inasema Mungu amewapa neema ya kuwa ninyi ni vichwa. Wanawake tumepewa kuwa ni ubavu. Lakini leo wanawake tumetafuta pesa, tumewazidi wanaume, tumekuwa vichwa na ninyi mmekuwa mikia. Mwanaume unakubali una 1,200, mke wako na 2,000. Unafikiri utamtawala? Utamtawala? Unafurahia kula pesa ya mwanamke, unafurahia kula pesa ya mshangazi. Umeshindwa kufanya kazi, umeshindwa kufanya biashara. Juzi nimefundisha somo la kuhusu roho ya hofu, kuiondoa. Ili uweze kupata pesa lazima uondoe roho ya hofu. Leo vijana wetu wamekuwa mashoga. Leo vijana wetu wamekuwa ni watu ni wakuitiwa eti mwanaume unaolewa. Mwanaume unaolewa na ndevu zako, unaolewa mwanaume. Mungu naomba kuwasaidie vijana wetu. Mwanamke anaenda Dubai, wewe mwanaume umelala, mke wangu ameenda Dubai amefuata mzigo, mke wangu ameenda China, na wewe bado unahesabu una mke hapo. Una mke anayeenda Dubai, una mke anayeenda China kutafuta, wewe umelala. Mwanamke ameenda kukutafutia, wewe umelala. Tena wengine wanajisifia, mimi sina shida. Mwanamke kila kitu anahemea, friji zinajaa kila kitu. Unaona sifa, hujaamua kutuambia tu siri yako ndani, joto la jiwe unalo. Hakuna mwanamke anayehudumia familia mwenye heshima. Hiyo ni hakuna. Mimi ni mama, ni mtu mzima, nimeishi miaka mingi, ninajua hayo. Na haya nawaambia kwa sababu gani? Kuna wanawake ambao nawaona TikTok, ambao ni watu wazima, wangefundisha vijana wetu maadili, lakini wao ndio wamegeuka machizi kuchekesha vijana wetu. Vijana wanaenda wanacheka, wakitoka hapo wanaenda kwa mshangazi, anaenda kula, mshangazi anaingiza pesa. Kijana umekuwa wakulelewa, kijana unaolewa. Yaani kuna watu mpaka Mungu anawashangaa. Hii ni siri nawaibia. Sitaki hata wanawake wenzangu wasikie. Nawapa siri hii. Vijana mnatuua. Hivi mimi nisikie mtoto wangu ni shoga, nitabaki salama jamani? Au labda hawa mashoga wa mama zao hawapo duniani? Lazima utakufa na pressure. Unasikia mtoto wako analawitiwa, mtoto wako anaolewa wa kiume, unakufa na pressure. Acheni kutuua vijana. Acheni kutuua, acheni kuua wazazi wenu. Hebu wahurumieni wazazi wenu, tafuta pesa, tafuta sasampa. Utaheshimiwa. Mwanamke anakuheshimu unapopeleka pesa nyumbani, unapohudumia watoto. Mwanamke heshima zote anakuheshimu. Ngoja niwape ushuhuda huu. Kulikuwa kuna baba mmoja alikuwa na shughuli zake vizuri, akaoa binti, akazaa naye mpaka watoto 5. Yule binti alikuwa anategemea kupata pesa kwa mume wake. Lakini yule binti alipoanza kujiingiza kwenye mikopo hii ya Pride, aliposhika tu 50,000 ilimtosha tu kuvunja ndoa.
Akimwangalia mwanaume anamwambia, hivi wewe ukoje? Yaani ameishi naye mpaka amezaa watoto 4 5, hakuona sura ya mwanaume kama ni mbaya. Ila alivyokamata 50,000 akaona mwanaume na sura mbaya. Wanawake wengi wamepata kazi na ndoa zikaishia pale pale. Tafuta pesa kijana. Acha kuolewa. Acha ushoga. Mnatuumiza. Hii nimewaibia siri. Mungu awabariki na Mungu awatangulie. Kama wewe utafurahia hili somo, like hapo chini. Comment, share na wengine waweze kupata hili somo. Mungu awabariki sana na kuombea maisha mema. Kijana, Mungu anasema na wapenda vijana kwa sababu wanazo nguvu na wamemshinda shetani. Wewe nguvu zako kijana umepeleka wapi? Paka unaenda kuwa shoga. Nguvu zako umepeleka wapi? Paka unaenda kuolewa. Nguvu zako umepeleka wapi? Kijana, paka unakubali kuolewa. Na ndevu zako. Mungu akusaidie.